kile tu tunahitaji kama Wakristo. Yes. Sababu the moment wewe ni Mkristo, Ndio. umekubaliana, umeamini ya kwamba Yesu Yes. alikufa kwa ajili yako. Ndio. Na ukaamua kuifuata imani Yes. ya Yesu Kristo. Ndio. Na kwa hivyo kama unafuata imani ya Yesu, Ndio. hauwezi fuata imani ya Yesu kama Ndio. neno alipo ndani yako. Yes. Hauwezi fuata imani ya Yesu Ndio. kama hujakubali Yes. kubadilishwa na hili neno. Amen. Kwa sababu neno la Mungu Ndio. liko na nguvu za kubadilisha. Amen. Na neno la Mungu ni kama mbegu. Yes. Wakati uko na mbegu, Yes. na umeiweka mahali membi kwa store, Ndio. wakati umeweka mbegu kwa mfuko, Yes. wakati umeweka mbegu kwa ngunia, Yes. hiyo mbegu itabakia ikiwa mbegu. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Haiwezi ikabadilika ipate mazao. Ndio. Haiwezi ikabadilika ikawe mti wa matunda. Yes. Haiwezi ikabadilika ilete mbegu zingine, Ndio. mpaka wakati itawekwa mahali panafaa. Yes. Mahali ambapo itapata environment ya kukua, Ndio. mahali itapata environment ya kugrow. Yes. Na kwa hivyo mbegu ukiweka kwa mchanga, Ndio. ipate mchanga, Yes. ipate ile warmth ya mchanga, Ndio. na ipate maji Yes. membi ya mvua, Ndio. ama wewe uimwagie maji. Yes. Hiyo mbegu iko na opportunity Yes. ya kumea, Ndio. na ikimea inaleta mazao. Amen. The same case Yes. na roho zetu. Ndio. Kama neno la Mungu liko kando na roho yako, Ndio. haliwezi likafanya kazi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Neno la Mungu linaweza tu kufanya kazi Ndio. wakati limepata nafasi ndani ya roho yako. Amen. Likiwa kule bila kupokelewa, Ndio. unajua linaweza kuwa hapa kanisani, Yes. lakini haujaruhusu roho yako kulipokea. Ndio. Haujaruhusu roho yako ikubali hili neno. Ndio. Kwa hivyo neno ambalo alijaingia ndani ya roho yako, Yes. haliwezi likafanya kazi ndani yako. Ndio. Praise the Lord. Amen. The word of God can only work Yes. kwa ndani ya mioyo ya watu wamekubali kuireceive. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Kama hujakubali kureceive neno la Mungu, Ndio. na ni kweli Mungu hawezi akatuma neno lake bure. Yes. Tumehubiriwa miaka mingi, Ndio. lakini there's something that is not happening. Yes. Sababu watu ambao wanahubiriwa Ndio. wamekubali neno libaki kando ya mioyo yao. Ndio. And that's why there is no growth. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Hawajakubali hili neno Ndio. lipenye ndani ya roho zao, Yes. ili libadilishe. Ndio. Neno ambalo liko haliwezi likabadilisha. Ndio. And the reality is, Yes. everything on earth will pass. Kila kitu kitapita. Ndio. Lakini Yesu alisema dunia na nchi na ulimwengu vyote vitapita. Ndio. Na hivi anasema vitapita, Ndio. viliumbwa kwa neno. Amen. Na akasema lakini neno langu Ndio. litabakia milele. Amen. Neno langu litabakia milele. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Mungu akasema katika Isaiah 55 Yes. verse 10 and 11, Ndio. akasema ya kwamba Yes. siwezi nikalituma neno langu bure. Ndio. Kama vile mvua ishukavyo Yes. kutoka juu mbinguni inakuja ardhini, ikishuka ardhini kwa mchanga, Yes. inakubali mimea ikamea, Yes. ikasprout. Yes. Akasema hivyo ndivyo neno langu lilivyo. Amen. Siwezi nikatuma neno Ndio. na lirudi bure. Amen. Lazima lita-accomplish kitu. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo hili neno tunahitaji ni nini? Hilo ndilo tunafaa kulielewa. Katika John 1:1 Biblia inasema in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kabla ya vitu zingine zote, Yes. kulikuweko na hili neno. Ndio. Na hili neno linakuwa described kama lilikuwa na Mungu. Yes.
Bwana asifiwe. Amen. Kabla nchi iumbwe, Ndio. kabla dunia iumbwe, Ndio. kabla vitu vyote viumbwe, Yes. kulikuwa na neno. Yes. Na hili neno Ndio. linakuwa described, lilikuwa na Mungu. Ndio. Na baadaye Yes. neno lilikuwa Mungu mwenyewe. Amen. Kwa hivyo the word of God is his power. Yes. Neno la Mungu ni nguvu zake Ndio. za kubadilisha, za kuokoa, Yes. za kuponya Ndio. na za kuweka huru. Amen. Bwana asifiwe. Amen. You cannot separate the word from God. Ndio. Hauwezi ukatenganisha neno na Mungu. Yes. Mungu ndiye neno, na ni Biblia inatuambia. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Verse 2 inasema he was in the beginning with God. Yes. Kwa hivyo hili neno Ndio. limepata description ya human being. Yes. He was. Yes. Chapter 1 imesema kulikuwa na, verse 1, kulikuwa na neno. Ndio. Na neno lilikuwa Mungu. Yes. Na nilikuwa na Mungu. Ndio. Lakini hapa Yes. inadescribiwa Ndio. kama he was. Yes. The word he was. Ndio. Yeye alikuwa Yes. na Mungu. Amen. Neno na Mungu ni kitu kimoja. Ndio. Na hili neno alikuwa na Mungu. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Ni kwa nini unahitaji neno la Mungu? Nitakuonyesha tu saa hii. Verse 3. All things were made through him. Hallelujah. Amen. Vitu vyote viliumbika kupitia yeye. Amen. Yaani kupitia neno. Yes. Vitu vyote viliumbika. Amen. Kwa hivyo kama neno lilikuwa at the beginning, Ndio. it means na Bible inasema vitu zote ziliumbika kupitia neno. Yes. It means at the beginning, Ndio. neno lilisababisha Ndio. vitu zote zikawepo. Amen. Neno lilisababisha Yes. dunia ikaumbika. Ndio. Neno lilisababisha Yes. vitu zote zikaumbika. Amen. Ardhi na mbinguni Ndio. zikaumbika Ndio. kwa sababu ya neno. Kwa hivyo kama ziliumbika kwa sababu ya neno, Ndio. inamaanisha ni neno lilichangia Ndio. kuumbwa kwa vitu vyote. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Inaendelea. And without him was not anything made that was made. Bwana asifiwe. Amen. Bila yeye hakuna kitu kingeumbika. Yes. Ambacho kiliumbwa. Amen. Bila huyu neno Ndio. hakuna kitu hata moja kingeumbika. Ndio. Hakuna chochote kingepatikana. Yes. Kwa hivyo hata kuumbwa kwa ulimwengu Ndio. ni neno lilichangia. Ndio. Na ukirudi kwa the Genesis, Ndio. the Bible inasema ya kwamba Yes. Mungu alikuwa anasema na kuwe. Yes. Yaani alikuwa anawachilia neno. Anasema let there be. Let there be. Yes. Na hilo neno amewachilia. Yes. Lina accomplish kile alikuwa anataka. Yes. Dunia iliumbika kwa neno. Ndio. Ni neno tu Mungu alitoa kwa kinywa chake. Yes. Akasema na kuwe milima. Ndio. Na neno likathibitisha milima ikawepo. Amen. Na kuwe na bahari. Ndio. Neno lika act. Yes. Kukakuwa na bahari. Ndio. Na kuwe na mchanga. Yes. Neno lika act. Ndio. Kwa hivyo hakuna chochote Ndio. kingeumbika Yes. pasipo na neno. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna kitu kingeumbika Yes. pasipo na neno. Amen. Na anasema in him was life. Yes. Katika neno kulikuwa na uhai. Ndio. Katika neno kulikuwa na uhai. Amen. Kwa hivyo kama katika neno kuna uhai, Ndio. there is power to bring back what is already dead. Yes. Kama katika neno kuna uhai, Ndio. kuna maanisha kuna nguvu Yes. za kufufua kilichokufa. Ndio. Kuna nguvu Ndio. za kurejesha. Yes. Kuna nguvu Ndio. za ukombozi. Yes. Sababu in him was life. And the life was the light of men. Amen. Hii uhai ilikuwa mwangaza. Yes. Wa ulimwengu. Ndio. The light shines in the darkness. Yes. And darkness cannot overcome it. Yes. Kwa hivyo the description of neno Ndio. in chapter 1 Yes. inazungumzia yeye aliye Yesu. Amen. Yesu ndiye alikuwa neno la Mungu. Ndio. Na kupitia Yesu vyote viliumbika. Yes. Na kwa hivyo huwezi ukajitenganisha na neno la Mungu. Ndio. Ukijitenganisha na neno lake, Ndio. inamaanisha hata Yesu mwenyewe haumtaki.
Yes. Bwana asifiwe. Amen. The moment umekataa neno, Ndio. umekataa neno la Mungu lipate nafasi ndani yako, Yes. inamaanisha hata Yesu mwenyewe Ndio. au mtaki, Yes. au kubali akuje akae ndani yako. Ndio. Kwa hivyo hakuna kitu kingeumbika Yes. kama sio neno lilikuwa present. Amen. Na neno limepewa umbile la mwanadamu. Ndio. Na ukiendelea mpaka chini, Yes. sababu hapo mbele inasema, Yes. na pakatokea Yohana Mbatizaji, Ndio. ambaye alikuja kutanguliza neno. Amen. Yani alikuja ili neno alitengenezee njia. Yes. Kama vile imeandikwa na manabii. Yes. Ya kwamba alitangulia. Ndio. Yesu ndiye neno la Mungu. Yes. Na uwezi ukatenganisha Yesu na neno lake. Amen. Hauwezi ukakataa neno la Mungu likae ndani yako. Ndio. Na uexpect mambo yako yabadilike. Yes. Kile kimefanya tu struggle sana. Yes. Ni kwamba tumekataa kulisoma neno la Mungu. Yes. And the reality is, Ndio. kwa ministries zote ambazo Yes. ziko katika nyumba ya Mungu, Ndio. huduma zote za vipawa ambazo zimepeanwa, Yes. taja huduma ya intercessors, Yes. taja huduma ya praise and worship, it's a ministry. Ndio. Taja prophetic ministry. Yes. Taja deliverance ministry. Ndio. Hizi ministries zote ambazo ziko kwa nyumba ya Mungu, Ndio. zimezaliwa na neno lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ministries zote ambazo zipo kwa madhabahu, Ndio. zimezaliwa na neno lake. Ndio. Sasa tunataka tupokee ministry, Ndio. na foundation ya hii ministry hatujakubali. Yes. Tunataka tupokee maunabii, Ndio. na hizi maunabii hatujui foundation yake. Ndio. Foundation yake tumeikataa. Yes. Maunabii haziwezi zikafanya kazi outside the word of God. Ndio. Hiyo itakuwa tu ni kazi bure. Yes. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. A prophet minus the word of God is a diviner. Yes. Hallelujah. Amen. A prophet minus the word of God is a diviner. Yes. An intercessor minus the word of God, Yes. huyu hajielewi. Ndio. A singer minus the word of God, Yes. huyu hajitambui. Ndio. Kila kipawa kinahitaji neno la Mungu. Amen. Sababu zote zimezaliwa Ndio. kutokana na aliyeumba vyote. Amen. Vipawa ambazo tunatamani, Ndio. kipawa ya deliverance, Yes. imezaliwa kwa neno. Ndio. Na deliverance haiwezi ikatokea Yes. unless watu wakubali neno. Amen. Kama utafungua roho yako, Yes. ukubali neno ndani yako, Ndio. kuna vitu za kiungu hauwezi ukaenjoy. Yes. And we are struggling because Ndio. watu wamekataa kupenya katika neno. Yes. Bwana asifiwe. Amen. That's why we have prayerless Christians. Yes. Sababu you cannot be prayerful Yes. minus the word of God. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Itabidi tukubali kusoma neno la Mungu. Ndio. Hiyo ndio instruction yetu. Yes. In Ezra chapter 7 verse 10. Yes. Biblia inasema na Ezra alijitolea kusoma maandiko, Ndio. kusoma Torati. Yes. Na alipoisoma Torati, Yes. baada ya kuisoma, Ndio. alikuwa anafunza wana wa Israeli. Amen. Yani alijidevote kuisoma Ndio. ili atumike na Mungu. Yes. Lazima kwanza angejidevote kuisoma. Amen. Angekuwa kiongozi wa Waisraeli aji, angemanage kuwatoa katika utumwa aji. Yes. Kama hakuwa ameunganika Yes. na neno la Mungu, Ndio. angemanage hata kidogo. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Prophets in the Old Testament Yes. walikuwa wameunganishwa na neno la Mungu. Ndio. Ukiangalia Jeremiah, in Jeremiah chapter 1, Yes. Mungu anamshuhudia, Ndio. anamwambia ya kwamba kabla uzaliwe Ndio. nilikujua Yes. na nilikuchagua ukiwa nabii. Yes. Kwa hivyo appointment yake Ndio. ilikuwa hata before azaliwe. Amen. Appointment ya Jeremiah. Yes. Lakini appointment yake haingekuwa confirmed, Yes. hangekuwa ordained Yes. minus the word of God. Yes. He was appointed, Ndio. but ordination yake Yes. is ordination Yes. ilikuja after amepewa nguo aende through the word of God. Ndio.
Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo hata baada ya Mungu kumwambia nilikuchagua ukiwa nabii, yes, before akuwe commissioned, ndio, in chapter 1 verse 9, yes, Mungu alinyosha mkono wake, ndio, akagusa ulimi wa Yeremia, ndio, akamwambia see today, yes, nimegusa ulimi wako, ndio, na nimeliweka neno langu ndani yako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. And that's why alimanage kufanya ile ministry alifanya. Alikuwa amepewa ministry ya unabii, ndio, lakini before commissioning, yes, lazima aliwekwa neno lake ndani. Amen. Mungu akagusa ulimi akaweka neno lake, ndio, na baada ya kuweka neno, yes, si alimuordain sasa. Yes. Verse 10 akamwambia nimekupatia nguvu na mamlaka, ndio, ya kung'oa na kuharibu, yes, ya kubomoa na kujenga, ndio. That is after receiving the word from God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna vitu hauwezi ukafanya, ndio, katika hiyo huduma yako, yes, minus the word of God. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama umesema umechaguliwa, ndio, kufanya kazi fulani kwa huduma, ndio, minus the work of God, yes, you will just be but a stress. Yes. Utakuwa sumbua. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Jeremiah alimanage kuwalk, ndio, at very hard times. Yes. Alimanage kuwalk during the times of great opposition. Ndio. Kama ni kupigwa, Jeremiah alipigwa. Yes. Lakini the good thing about his life, yes, is started with the great foundation, amen, of the word of God. Amen. The reason as to why watu wanachoka mapema hata kwa kazi ya Mungu, ndio, sio kwa sababu Mungu hajawaita, yes, lakini ni kwa sababu hawajakubali neno, yes, likae ndani yao, amen, na waumbike kulingana na neno. Amen. Everybody needs the word of God. Amen. Kila mtu anahitaji neno la Mungu. Ndio. Na bila neno la Mungu, yes, kuna dimensions hatuwezi tukafika. Yes. Tutakuwa tu tuna struggle kufanya kazi, ndio, yetu na hekima yetu. Yes. Lakini the moment umekubali neno la Mungu, yes, likae ndani yako, ndio, unalisoma, yes, unalitafakari kila wakati, ndio, litakuwa mwongozo kwako. Amen. Litakuwa mwangaza kwako. Amen. Litakuonyesha na kukutengenezea mahali unafaa kukanyanga. Amen. Na ukiwa na neno ndani yako, yes, hata hautakwazika ovyo ovyo na watu. Ndio. Nabii mwingine alikuwa mkubwa sana, Isaiah. Yes. One of the major prophets. In chapter 1, he received a vision. Yes. Nataka usikize hapa vizuri. In chapter 1, Isaiah alireceive a vision. Akipatiwa neno, lakini alikuwa lake. Aliambiwa aende aliseme. Because that word in chapter 1 was not meant for him. It was a prophetic vision ya watu wengine. Ndio. Afikishe ujumbe. Yes. Kwa hivyo chapter 1 alitabiri. Ndio. Chapter 2 bado alitabiri. Yes. Chapter 3 na 4 alitabiri. Yes. Chapter 5 alitabiri. Yes. Lakini there's something happening in chapter 6. Bwana asifiwe. Amen. Wakati during the time when King Uzziah died, hapo ndio mbingu zilifunguka. Ndio. Na akaona Mungu akiwa enthroned mbinguni. Yes. Akaona maono mingi sana ya mbinguni. Yes. Na in the same chapter, yes, akainama, akanyenyekea, akatubu. Ndio. After ameona hiyo yote, yes, ni nabii anatubu. Ndio. Amepewa prophetic messages, yes, lakini in chapter 6 anatubu. Yes. Na katika hiyo hali ni kama alinyenyekea na akachilia roho yake. Yes. Mungu akapata nafasi ya kupenya. Yes. Vile Mungu alipenya, akatuma makerubi, malaika mmoja makerubi. Yes. Akakuja na kaa la moto. Ndio. Akagusa ulimi wake na kaa la moto. Yes. Na akamwambia, nimeliweka neno langu ndani yako. Amen. Nimeliweka nini? Neno langu ndani yako. Neno ambalo walipata in chapter 1 walikuwa lake. Yes. Halikuwa ndani yake. Dio. Ilikuwa vision apelekea watu wengine neno. Yes. Lakini vile neno liliwekwa ndani yake, ndio,
akasikia sauti ikiuliza, Yes. ni nani nitakayetuma Ndio. aende apeleke ujumbe wangu? Yes. Akasema, niko hapa, nitume. Amen. My question is, kwani chapter 1, 2, 3 na 4 na 5 hakuwa ametumwa? Abantu alikuwa nabii, alikuwa anaona maono, lakini kuna transformation ilikuja, Yes. after neno limewekwa ndani yake. Ndio. Praise the Lord. Amen. Na hapo ndio alianza kutumwa kwa miji kubwa sana. Yes. Na kufanya prophecy kubwa. Ndio. Na Isaiah ni one of the books imeandikwa kubwa, imefika mpaka chapter 60 something, because the word of God was deposited in him. Yes. The same king being na Ezekiel chapter 2 verse 9 na chapter 3 verse 1. Kabla atumwe, Mungu anamletea scroll, kitabu kimeandikwa maandishi mbele na nyuma, akamwambia, shika na ule hiki kitabu, shika ukule. The word of God, neno la Mungu. Akapatua scroll iko na maandishi pande zote, akaambiwa shika ukule. Yes. Alipochukua akakula, akasema, nilisikia ikiwa tamu sana. Yes. Na after amekula scroll chapter 3, yeah, hapo ndo Mungu alimwambia, sasa hayo ni maneno yangu nimeweka ndani yako. Yes. Nenda ukayaseme. Amen. Bwana asifiwe. Amen. We want to serve God, but we don't want to learn from him. Yes. Tunataka tu kumtumikia, Ndio. lakini ikifika kusoma na kupokea neno lake, Ndio. we are very lazy to do that. Yes. Na hiyo ndio foundation ya ministry zote. Yes. Hiyo ndio foundation. Sasa tushapewa neno, you have your Bible. Yes. You need to feed your heart. Yes. Unahitaji ulishe roho yako. Ndio. Sio na vitu za ulimwengu, yeah, lakini na neno litokalo kwa Mungu. Amen. Maana hilo ndilo liko na nguvu ya kubadilisha mioyo. Yes. Hilo ndilo liko na nguvu ya kuokoa. Ndio. Hilo ndilo liko na nguvu. Yes. Na limebeba kila kitu unahitaji. Ndio. Nothing was created minus the word of God. Yes. It means even today the creation continues. Yes. Neno la Mungu likiwa ndani yako, Ndio, linaweza likakuumbia vitu mpya. Amen. Linaweza likaumba vitu. Ndio. Sio kwamba creation ilifika mwisho. The word of God recreates. Yes. Na sababu alituachia neno, Ndio, na katika neno akatupatia nguvu. yes, We can use the power in his word, yes, to speak things and they become. Amen. Lakini hauwezi ukawa na mamlaka ya kuongea kitu na kikawa minus the word of God. Yes. Huwezi tumia neno la mwingine la yule. You have to use the word in you, Amen. ambalo limepandwa ndani yako. Yes. Bwana asifiwe. Amen. It is the word of hope. Yes. It is the word of restoration. Yes. The word of deliverance. Yes. Ili neno linaweza likazalisha Ndio vitu katika maisha yetu. Amen. Tukilikubali, yes, na likae ndani yetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hata Apostle Paul wakati alikuwa na Mungu akamuita, Yesu akakutana naye akienda kuua the people of the way, wale walikuwa wanaamini, they believed in God. Alipokutana na Yesu na akatumwa kwa Ananias aende, Ndio, aombewe, Biblia inasema baada ya kuombewa macho kafunguka. Ndio. Alienda kwa disciples. Yes. Na akakaa na wao many days. Yes. Akakaa na disciples many days. Yes. Kwa nini alikaa na wao? Ndio. Kwa sababu alikuwa kwa process ya ku-unlearn. Yes. Alikuwa ana-unlearn kile alisoma katika dini ya Wayahudi. Ndio. Na learn vitu mpya. Yes. Sahawa walikuwa na Yesu. Ndio. Kwa hivyo hata yeye alitake time, yes, to learn the word of God. Amen. Hakuna mtu hahitaji neno. Ndio. Anybody, hata mtoto mdogo, Yes, anahitaji neno la Mungu. Amen. Everybody anahitaji neno la Mungu. Ndio. Sasa pale tumebaki saa hii ni kwa kubelieve. Yes. Tumebaki na imani. Tuko na imani. Ndio.
Imani tuko nayo, Mungu anaweza akafanya. Ndio. Imani tuko nayo, sababu kama hauna imani na Mungu ungekuja leo hapa Sunday. Ndio. Saa hii hata ukienda town this time utapata very few people. Wengine wote wa imani wako kanisani. Ndio. So they already believe. Yes. They believe. Tusomee John chapter 8. They believe. Nataka kukuonyesha unaamini ni sawa, kuna Mungu, lakini kuna step ingine inahitajika ambayo ni muhimu kuliko zingine. John 8:28. Basi Yesu akawaambia, mtakuwa mmekwisha kumwinua mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu ya kuwa mimi ndiye, na ya kuwa sifanyi neno kwa nafsi yangu, sifanyi neno kwa nafsi yangu, ila kama Baba alivyonifundisha. Paka hapo kwanza. Sifanyi neno kwa nafsi yangu, lakini kama nilivyofundishwa. Alielekezwa atakachokifanya. Yes. Kwa hivyo haya yote Yesu alikuja kufanya, aliyafanya kama alivyofundishwa. Yes. Kama neno alilofunzwa. Ndio. Basi Yesu akamwambia, mtakapokuwa mmekwisha kumwinua mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu ya kuwa mimi ndiye, na ya kuwa sifanyi neno kwa nafsi yangu, ila kama Baba alivyonifundisha ndivyo ninenavyo. Naye alinipeleka, naye aliyenipeleka yu pamoja nami. Hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. Naye alipokuwa akisema hayo, wengi walimwamini. Wengi walimwamini. Aliposema mpaka hapo, wengi walimwamini. Aliwaambia, nafanya yale nilifundishwa na yale nilitumwa kuyafanya, kulingana na vile Baba yangu anataka yawe. Na kwa kusema hivyo, wengi wakamwamini. Kama vile nasi tulilipokea neno tukaamini. Tuko kwa imani, tunafuata Yesu sababu tunaamini yapo. Tunaamini yeye ni wa kweli. Tunaamini yeye ni Mungu. Yes. Na tunaamini alikufa kwa ajili yetu. Ndio. Lakini baada ya kuamini, yes, the next verse. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Sikia sasa, akawaambia wale Wayahudi. Hapo nyuma kuna watu wamemwamini, wamejidisconnect na vile walijua. Yes. Wakajiunganisha na vile Yesu alisema. Ndio. Wakamwamini. Lakini hata baada ya kumwamini, hakuwaachia katika hali ya imani tu peke yake. Yes. Aliendelea kuwaambia. And that's why the Bible says, Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Aliwaambia nini? Nyinyi mkikaa katika neno langu, mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli. Mtaifahamu kweli. Nayo hiyo kweli itawaweka huru. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo aliona wameamini kwanza. Lakini akajua kuna kitu kimebaki. Yes. Kuyazingatia mafundisho yangu. Kulifuatilia neno langu. Yes. Kuliwekeni neno langu ndani yenu. Ndio. Aliona hiyo ndio pointi imebaki. Yes. Akaendeleza. Akawaambia mukifuatilia neno langu. Yes. Na mkubali likae ndani yangu. Ndio. Kweli mtakuwa my disciples. Yes. Mtakuwa wafuasi wangu wa kweli. Ndio. Na mtakapokuwa wafuasi wangu walio na neno langu ndani yenu. Yes. Mtajua kweli na kweli itawaweka huru. Amen. Kwa hivyo beyond believing, kila mtu wako na imani. And that's why leo watu wengi wako makanisani. Yes. Sababu ya imani. Lakini there are only few who are disciples. Yes. Disciples, wafuasi wa kweli. Ni wale wamekubali kulizingatia neno lake. Na likae ndani ya mioyo yao. Amen. Sasa uko hapa leo, are you a disciple or just a believer? Yes. Sababu anybody believes
Anybody can believe. Yes. But disciples are few. Yes. Wafuasi wa Yesu wa kweli ni wachache. Ndio. Nao ni wale wamekubali Ndio. neno lake likae ndani yao. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kama uko pale pa kuamini tu, Ndio. there is a gap. Yes. Kuna gap imebaki. Ndio. Na hiyo gap inahitaji ijazwe na neno la Mungu. Amen. Na neno la Mungu Ndio. ni ulisome kila siku. Yes. We have learned a lot of things in the world. Yes. Dunia imeprovide vitu nyingi sana za kulani. Ndio. Imeprovide aspect nyingi sana. Yes. Saa hii utamuona shetani Ndio. akikuja hivi direct. Yes. Akuambia I am the devil. Yes. And I have come to tempt you. No. He has created avenues Yes. za kusababisha watu wasahau na neno la Mungu. Amen. Na the moment watu wa Mungu wamelisahau neno la Mungu, Ndio. they are powerless Christians. Yes. Bwana asifiwe. They become very powerless. And that's why unaulizanga, why do I struggle in prayers? Naingia kuomba, naona wengine bado wanaomba lakini bado siombi. Dunia imecreate avenues ya kusababisha tusahau neno. Yes. Na the moment tumesahau neno la Mungu, Ndio. hapo sasa ndo udhaifu unaingia. Ndio. Udhaifu wa kimaombi, Yes. udhaifu kiutuma, Ndio. na udhaifu kwa mambo mengi katika nyumba ya Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tumelearn vitu nyingi. Yes. Nimekuambia neno la Mungu lina edify, lina encourage, lina empower. Ndio. Lakini angalia zile vitu dunia imeprovide. Yes. Tukienda kwa movies, very discouraging movies zimetolewa. Ndio. Ziko everywhere. Tukienda kwa nyimbo, Ndio. nyimbo zingine mpaka za kukudiscourage. Yes. Yaani wimbo tu inaimba nakufa. Yaani wimbo inaimba ikisema nakufa. Ndio. Na wewe unaimba hiyo wimbo ukisema unakufa. Ndio. Na hilo neno la hiyo wimbo linaingia ndani yako. Yes. Hata kama hujakufa physically, unaendelea tu kukufa, vitu nyingi zinakufa ndani yako. Ndio. Una watch heartbreaking movies. Yes. Movie inakuonyesha marriage are not working. Yes. Movie inakuonyesha familia watu wanaachana. Ndio. Unaingia TikTok watu wanalia, wanaume ni wabaya, wanawake ni wabaya, marriages doesn't work. Yes. Na unaamini hiyo? Lakini who is the starter? Nani alianzisha? Nani mwanzilishi wa ndoa? Ni Mungu. Yes. Na kile ameanzisha Ndio. kinahitaji kikifanywa kikiwa ndani yake, Ndio. lazima kitafaulu. Amen. Sasa wewe unataka kuiga example Yes. ya wale wameanzisha kivyao wakiwa hawana neno. Ndio. Sijui kama unanielewa. Yes. Unataka usikize dunia kuliko vile unaweza ukasikiza Mungu. Ndio. Unataka usikize wanadamu Yes. kuliko vile unaweza kusikiza Mungu. Ndio. Ukisikia dunia ikisema iwezekani, Yes. you need to turn into your Bible. Yes. Ujiulize kwa hali kama hii Ndio. ambayo dunia inaniambia iwezekani. Yes. What does the word of God tell me? Yes. Hapa wanadamu wanasema iwezekani. Ndio. Nikienda kwa neno la Mungu linasema nini Yes. kuhusu hali kama hiyo? Ndio. Lakini wewe unataka usikize tu, umewekwa busy na imani yako. You are a believer in God, yes, but imani yako imechukua maneno ya ulimwengu, Yes. ikajaza ndani yako. Ndio. That's unatembeanga na stress 24/7. Yaani ukikutana na watu tao unaweza shangaa kila mtu ako na stress because hawajakubali neno likae ndani yao. Amen. Liwaunde, Yes. liwaelekeze. Ndio. Tunataka tu kulani kwa dunia. Hata zile nyimbo zinatolewa ni nyimbo asieleweki, discouraging. Yes. Yaani interact na vitu discouraging. Ndio. Ukikataa neno la Mungu, Yes. mpaka zikakundefine. Yaani unakaanga maisha discouraged. Ndio. Hata unaonanga ni kama you are the next to die. Yes. Because vile zile vitu umeinteract nazo, Ndio. they are all discouraging. Yes. But umejiuliza kwa hali kama hiyo dunia inaniambia. Ndio. Hiyo runinga zinaweka kama breaking na bad news. Yes. Kwa hali kama hii ya uchumi ambayo imepanda mpaka kila mtu anashindwa kunaendaji. What does the Bible tell me about that situation? Yes.
Neno la Mungu liko wapi? Linasemaje kuhusu hali yako? Ndio. Umuika ujiulize, unapitia machungu, unapitia kile, umefika hali mbaya. Umuika ujiulize ni nini Mungu anasema. Hata sio pastor, hata sio nabii, neno la Mungu linasemaje? Ndio. Umuika ujiulize hivi. And that's why we are easily discouraged. Yes. Napata tu mtu amevunjika moyo, ameacha kanisa, anakuja kanisa kama hii, anasema hapo sijaona Mungu, acha niende ile nyingine. Ndio anakaa, hata hapo sijaona Mungu, acha niende nyingine. Hata hapo sijaona Mungu. Yes. Hautamuona. Yeah. Sababu unaenda kumtafuta physically with your physical eyes. Yes. You will not see God. Praise the Lord. Amen. Lakini ukienda ukiwa na purpose ya kuinteract with this world, yes, ujiulize, ni sawa nimepigwa na maisha, ni sawa nimevunjwa moyo, ni sawa nimeachwa. God, what you have to say about my situation? Yes. Mungu unasema nini kuhusu hali yangu? Ndio. Mungu atakubali uanguke. Amen. Anakushikilia tu kwa neno lake. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Hauwezi ukatafuta Mungu kwa hali yako na ukose. Amen. Kama ni ugonjwa imekupia stress, yes, there are several Bible verses that addresses sicknesses. Yes. Kama ni kifo inakutishia, there are several Bible verses, yes, that addresses death. Yes. Ni nini kinakushtuanga unaona ni kama hakuna Mungu? You need to go back to the word of God. Amen. Na ulize neno la Mungu kwa hali kama hili nasema nini? Amen. Ni nini Mungu anataka nisikie? Ndio. Lakini ukivunjika neno moyo kidogo, yes, unakimbia kwa dada yako. Ndio. Dada yangu nimekuja. Ndio. Atakuvunja moyo times 2. Yes. Sababu unayemwendea ako na shinda kama zako, yes, ama kubwa kuliko zako. Ndio. Lakini Mungu hajawahi patwa na shinda. Yes. Ukimuelekea katika hali yako, he must send a word. Amen. Na akituma word, inakuja inabadilisha. Amen. Yani uwezi ukamuendea Mungu in your situation, yes, akose neno lako katika hali hiyo. Ndio. Hallelujah. Amen. Ukimuendea ukiwa na changamoto, ndio, anaachilia neno. Amen. Na akiachilia neno, yes, haliwezi likarundi bure. Ndio. Lazima libadilishe. Amen. Wapendwa, tunahitaji neno la Mungu. Hatuhitaji maneno tena. Yes. Maneno yamejaza mioyo yetu. Eti wale walisema, eti wengine walisema. Yes. Hatuhitaji maneno tena. We need the word of God. Amen. Tuachaneni na maneno. Yes. Tu concentrate kwa neno. Ndio. La Mungu. Amen. Tukubali lipate nafasi ndani yetu. Ndio. Likipata nafasi ndani yetu, yes, linamea. Ndio. Linamea. Ndio. Likemea ndani yetu, yes, linazaa matunda. Amen. Na linatufanikisha. Amen. The word of God. Yes. Unahitaji uketi kwa miguu ya Yesu. Ndio. Usikize kile Yesu anaongea. Amen. Na akiongea, oh my God, the Roman officer, yes, ambaye alikuwa na mgonjwa nyumbani, alijua siri. Yes. Alijua siri, hata si Yesu kukuja kwangu. Ndio. Hata si Yesu akuje mpaka nyumbani. No. Yes. Kwanza alitumana Yesu chao niponye huyu. Na hata si ugonjwa yake. Anaamini kwa sababu ya mfanyikazi wake. Amen. Alijua siri iko ndani ya neno. Yes. Spoke of God. Yes. Carries power. Yes. Ni vile tu unalipuuzanga. Ndio. Ni vile tu umezoea kupuuza neno la Mungu. Ndio. But it carries power. Yes. Katika alili akamwambia Yesu, mimi sistahili hata ukanyange kwangu. Ndio. Mali uliko, sema neno. Yes. Na akapia Yesu example. Akamwambia mimi ni mkubwa. And I say a word. Huwa naonda watu wangu fanya hivi na wanafanya. Ndio. Hata sisumbukangi kwenda mahali wako. Yes. Lile neno alijazungumzwa halina nguvu. Yes.
Neno ambalo alijazungumzwa Ndio. halina nguvu. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Neno ambalo alijazungumzwa Ndio. litabakia kifo. Yes. Lakini likiongewa Ndio. lazima libadilishe. Amen. Akamwambia Yesu, sistahili ukuje. Yes. Tuma tu neno. Ndio. Tuma neno. Yes. Yesu akashangaa, hii ni imani kubwa sana. Ndio. Yesu akasema, hapo siwezi kosa kutuma neno. Yes. Na Yesu akaongea neno. Ndio. Na wafanyikazi walipofika walijua, they noticed that huyu mgonjwa alipona immediately vile Yesu aliongea. Amen. Kuna vitu hazijafanyika ndani yako sababu hujaziongelesha kutumia neno. Amen. Sababu you've not spoken to them. Yes. Zinahitaji uziaddress using the word of God. Yes. Unaambia shetani, listen. Dio. The Bible says. Yes. Yani tunahitaji Christians wa aina hiyo. Dio. Ambao in everything, yes, they will consider speaking about the word of God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Si kitu ikitokea unalia. No, we need to wake up and address issues. Yes. Tunahitaji tuamke tuongeleshe vitu. Yeah. Kama ni ugonjwa inakuja, yeah, unachukua Bible verse, yes, una address ugonjwa. Yeah. Unaambia wewe cancer, skiza. Yeah. The Bible says I will not die, yes, but I will live to proclaim the greatness of God. Amen. Unaiongelesha. Yes. Tunahitaji tufike hiyo level ya kuongea. Ndio. Na sasa tutaongeaje kama neno aliko ndani yetu? Ndio. Hauwezi ukaongea kile kitu hakiko ndani. Yes. Ukisikia mtu akiongea kifo, hiyo kifo iko kwa realm yake. Yes. Kuna that spirit. Yaani kile unaongea ndiko kiko ndani. Ndio. Hata wale wako in authority, kama hujasema kitu kifanywa kiwezi fanyika. Ndio. Hata wewe mzazi, kama utaambia watoto fanya, enda, kuja, fanya, uko na authority. Kama unaweza address mtoto wako na asikie. Yes. Neno la Mungu power ya aina gani ya kuaddress? Tunahitaji tuketi kwa Yesu tusikize. Ndio. Tusomee Luke. Ngoonyeshe mahali shinda iko. Luke 10:38. 38. Soma tu yote alafu nitarudi tu. Ikawa katika kunena kwao, aliingia katika kijiji kimoja. Mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitoe Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu alichagua fungu lililo njema ambalo hataondolewa. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni example nataka kukupatia. Ndio. Kuketi miguuni ya Yesu. Yes. Na kulearn kutoka kwake. Ndio. Martha ndiye aliyekaribisha Yesu kwake. Ndio. Na Martha Yesu alipofika kwa kina Martha. Yes. Na Martha alikuwa na dadake anaitwa Mary. Ndio. Mahali Yesu alienda kufundisha. Yes. Neno lake. Martha akaketi miguuni pake hapo. Ndio. Mary akaketi hapo imini. Yes. Mary akaketi kwa miguu ya Yesu. Ndio. Akaanza kusikiza neno. Yes. Yesu kulikuwa na wanafunzi na hadi kulikuwa na wageni. Ndio. Huyu Mary akajichagulia kwenda aketi miguuni pa Yesu. Ndio. Asome kutoka kwa Yesu. Yes. Niliwaambia kila ministry ya kuserve. Ndio. Na kama una serve mahali popote, usikize sana hapa.
sababu tumehangaika bila kujua. Yes. Tumelaumiana bila kujua. Ndio. Tumeripoti wengine bila kujua. Yes. Tumesumbuka bila kujua. Ndio. Mary akaketi. Yes. Na Martha akajichagulia kutumika. Ndio. Kuna wageni ndio, lakini Martha anatumika. Yes. Anatumika lakini hajalani. Ndio. Hajaketi asome jinsi ya kutumika. Yes. Sio kwamba Mary angetumika. Ndio. Si kwamba Mary angetumika. Yes. Mary angetumika vizuri sana. Ndio. Lakini aliona opportunity. Yes. Yesu ashafika nyumbani kwao. Ndio. Na huyu Yesu siwezi nikamwacha aende kama sijasikia neno lake. Amen. Akaketi kulala. Na Mary anatumika, ako kitchen, Yes. naosha vyombo, anasumbuka. Baadaye akasikia amechoka kutumika. Ndio. Amechoka kutumika. Yes. Na akakuja kwa Yesu. Ndio. Yesu kwani ya ujali? Kwani Yesu haujali? Nikitumika peke yangu na dadangu ameniacha, hataki kunisaidia. Yes. Maybe alikuwa ana expect Yesu ambie Mary, amka katumike na dadako. Ndio. Lakini kuna point alimwambia. Yes. Mary amechagua Ndio. kilicho chema. Yes. Wewe unakusumbuka kwingi. Ndio. Yaani umeji-involve katika kusumbuka kwingi. Ndio. Umeji-involve kwa kusumbuka kwingi. Yes. Lakini huyu aliye hapa Ndio. amejichagulia kitu ambacho akitawahi tolewa ndani yake. Amen. Kile amechagua Ndio. akiwezi tolewa ndani yake. Amen. Praise the Lord. Amen. Yes, we are serving. Yes. Kusavu inaweza tolewa. Ndio. Sababu leo ukiama kanisa uende ingine, sidhani utaenda ukiwa asha. Ndio. Utaketi. Yes. Kusavu inaweza tolewa. Ndio. Lakini ukikubali kulearn Yes. how to serve, Ndio. haiwezi tolewa. Amen. Na kama umelearn how to serve, Yes. you will easily be noticed. Yes. Hata ukiwa mahali watu wataangalia kama ushalan, Ndio. kama ushalan, watu wataangalia, watajua tu huyu ako na kitu ndani yake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyu ako na kitu. Ndio. Kwa nini? Amelan. Yes. The reason as to why at the service to our God tunasumbuana, tunalaumiana na wengine, eti yule hakufanya, yule alienda, ni kwa nini tunachoka haraka? Kwa sababu hatujajichagulia kilicho cha maana. Ndio. Na kilicho cha maana sio hiyo position umeshikilia. Yes. Kilicho cha maana kwangu Ndio. sio kuwa assistant pastor, Ndio. ni kukaa na neno la Mungu ndani yangu. Amen. Kilicho cha maana kwa wa reference Yes. ni kukubali neno likae ndani yake. Ndio. Sijui kama unanielewa. Yes. Kilicho cha maana sio position. Ndio. Kilicho cha maana ni neno la Mungu ndani yako. Amen. Sababu likiwa ndani yako, Ndio. hata watu wakufinye, Yes. bado utaendelea kutumika. Ndio. Hata watu wakuongee, Ndio. utaendelea kutumika. Ndio. Hata watu wakuseme, Ndio. utaendelea kutumika. Amen. The reason as to wewe unaongewa, unavunjika moyo, Yes. unakuja kwa pastor. Pastor nitoe, sitaki kuwa asha tena. Ndio. Ni kwa sababu wewe ya ujalani. Ndio. Wewe unataka tu kusumbuka na kutumika tu pekee. Yes. Hakuna neno ndani yako. Ndio. Pastor, watu wa kwaya wanafanya, watu wa praise and worship wanafanya, Ndio. ni sawa wanafanya, Yes. lakini ndani yako Ndio. kukiwa na neno la Mungu, Yes. hata wafanye, Ndio. bado utakaa na neno. Amen. Na litakusaidia kutumika. Amen. Hiyo ndio sababu tunateta. Kwa nini huyu dada anateta? Yes.
Sababu anaangalia anaona ni yeye peke yake anafanya. Dio. Ni yeye. Yes. Ikienda east ni yeye. Yes. Kusumbuka ni yeye. Dio. Sasa anaenda kuripotia Yesu. Dio. Yesu, nimechoka. Dio. Ni kama natumika peke yangu. Yes. Yesu, sina msaidizi. Dio. Lakini Yesu akamwambia, Dio. huyu ambaye ako hapa, Yes. amechagua kilicho chema. Amen. Na kile amechagua Dio. ni neno langu. Amen. Na aliwezi likatolewa ndani yake. Dio. Hiyo ndio sababu tunakwaruzana. Yes. Sababu huyu mwingine angekwazika. Dio. Na ni ukweli kukwazika kwake ya kutumika peke yake. Yes. Haikuwa wrong. Dio. Lakini alienda kutumika bila neno ndani yake. Yes. So kuna watu wawili. Dio. Na nimekuambia si kwamba Mary hangetumika. Yes. Mary pia alikuwa anajua kutumika. Dio. Sasa kuna groups mbili za watu. Yes. Kuna hawa wanatumika tu Dio. minus the want. Yes. Na kuna hawa wanapata neno. Dio. Then after receiving the word, Yes. wanaenda kutumika. Dio. Yani they have the word in them. Yes. Wanaenda kutumika. Dio. Wakiwa na neno ndani. Yes. Na kuna wale tu wanakuja. Leo si mimi ni Asha. Saa 4 ndio huyu hapa. Anachukua mshipi haraka pio. Natumika. Yes. Nishatumika. Wewe keti pale. Yeah. Na wewe keti pale. Na kuna mwingine alikuja asubuhi. Yeah. Rabashakatayada. Yes. Anaomba Mungu, anamwambia Baba, Yeah. kumbuka umenipatia kazi kwa nyumba yako. Dio. Hao watu wawili nani atatumika bila kuchoka? Situongee. Nani atatumika bila kuchoka? Hiyo ndio sababu tunachoka haraka. Sababu wewe tu ni position leader. You are in a position. You are a commandant in your position. But inside you are empty. Yes. Mushirika wa Jesus Winner Ministry Joska, Dio. ambaye hajakubali neno. Dio. Mimi mshirika, wacha niende. Unaogopanga tu masaa fulani yasipite. Na unakuja ukikwaruzwa kidogo. Pastor, nitaama hiyo kanisa. Hiyo kanisa ni mbaya. Yes. Wacha nikuambie, Dio. hakuna kanisa haina wakwaruzanaji. Dio. Hata hiyo unasema utaenda saa hii. Yes. Iko na wakwaruzanaji. Yes. Hata hapa tumeketi. Dio. Utakwaruzwa. Yes. Lakini ukikwaruzwa, Dio. ukiwa empowered by the word of God, Yes. watakukwaruza, utawacheka. Dio. Na utasonga mbele. Hey. Sababu umejazwa. Dio. Praise the Lord. Amen. Hata hapo mwenzako aliama, hata huyo ulikwaruza akaenda hiyo kanisa ingine. Sababu unaweza kuwa umeketi hapa na kuna mtu alienda sababu ulimkwaruza. Yes. Hata mahali yako atatoka tu. Dio. Sababu atakwaruzwa. Dio. Ni wapi hakuna, hata headquarter iko na wakwaruzanaji. Dio. Sijui kama unanielewa. Yes. Wakwaruzanaji wako kila mahali. Dio. Sasa the difference is, wewe unakwaruzwa ukiwa empty. Yes. Unakwaruzika. Dio. Na mwingine anakwaruzwa akiwa na neno. Dio. Anasema no worry. Yes. Lazima tusoge. Hey. Amen. Eti mimi sitakuwa praise and worship tena. Dio. Kwa nini? Nimekwaruzwa. Wacha utoto. Dio. Receive the word of God. Amen. Na reverend, mtu anatumika hapa atakuja kukuambia amekwaruzwa. Huyo ni mtoto kiroho. Dio. Paul anasema tutoke kwa level ya maziwa. Yes. Tumekuwa watu wakubwa. Dio. Tutoke kwa level ya kunyonya. Yes. Tuingie kwa level ya githeri. Dio. Ukitafuna githeri hadi mawe iko ndani. Yes. Unaitafuna unasikia mawe. Unasikia mawe, yani unasikia mpaka mchanga kwa githeri. Dio. Lakini hata ukitafuna, Dio. unaendelea kuitafuna. Hey. Unatema mawe chini. Dio. Na unaendelea kuitafuna. Amen. Yes. Githeri upikwa na maharagwe. Dio. Na kuna maharagwe ingine haifangi. Yes. Unaitafuna. Dio. Unasikia kauchungu kwa meno. Dio. Lakini haitakuzuia kukula. Hey. Unaitema chini. Dio. Unaendelea kutafuna. Amen.
Hey. Tunahitaji kukomaa kwa level, tukitafunwa, tukiongewa na watu, tunawatema, yani tunawaacha tu na tunasonga na unduma. Mtu asikuharibie injili, mtu asikuharibie unduma, sababu anaongea. Weka neno ndani. Amen. Haleluya. Amen. Ni neno limekosekana, ndio sababu wanatembea empty. Wanatembea bure. Hey. Tukiweka tanki hapa, hata kama ni kubwa aje, ikiwa empty, anybody anaweza isukuma. Unaweza isukuma ianguke. Tank twende ile ya 100 liters, ikiwa empty, haina kitu ndani, ukiisukuma inatopo, ukiisukuma inaanguka. Na ikienda chini inavingirishwa. Lakini enda kwa tanki imejaa maji, ukisukuma inasema hapana, ndani yangu kuna kitu. Ukisukuma inasema hapana. Tunahitaji watu wanakaa kama tanki ambayo imebeba maji. Ukisukuma unasema no, hapa sitoki. Wakikusukuma pande ile, unawaambia nimejaa, 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 nimejaa. Na kujazwa kwa neno la Mungu sio kama kujazwa tanki na maji. Tanki inaweza tolewa maji, lakini neno likiingia ndani yako haliwezi likatolewa. Haliwezi likatolewa. Haliwezi. Amen. Ile itangwa spiritual maturity. Wewe utoke hii level ya kukwaruzwa. Kwani utakwaruzwa miaka yote? When will you ever grow? Mtoto mdogo akikuja kwako, mami nimetoka shule nimepigwa, mami yule amenitema mate, na wewe sasa uko kama huyo mtoto, reverend nimepigwa, reverend nimekanyangwa. Yani tofauti yako na huyo mtoto wa baby class hakuna. Hallelujah. Amen. Na kuna level anafikanga hata akikwaruzwa hakuji. Umeona mtoto wa form 3 anakuja kukuambia ametemwa mate. Kwa nini? Academically amegrow. Academically amegrow. Bwana asifiwe. Amen. Haezi kuja. Kuna shinda zingine atasolve yeye mwenyewe. Hata ataka ujue. Atasolve na asonge na maisha, na asome na apite. Wewe toka level ya nursery wewe. Wewe toka level ya nursery. Sasa ukiendelea na hiyo utoto utawahi graduate kweli? Hapana. Utawahi graduate kweli? Hapana. Wewe acha utoto. Ambia wenzako wacha utoto. Guza mtu. Mwambie wacha utoto. Mami nimemwagiwa maji, mami nimechunwa, mami wewe utawahi graduate kweli? Spiritually uko mbali sana. Reverend anafaa kuwa anasolve kesi zingine, si kesi za utoto hapa. Asolve kesi zingine, si za utoto. Eti nimeambiwa. Wazee wakikuja eti nimeambiwa. Wamama wakikuja nimeambiwa. Praise and worship nimeongewa. Acha utoto. Mimi nakasirishangwa sana na hiyo. Yeye amekuhubiria miaka hiyo yote. Na unauna neno mpaka tunashindangwa. Reverend, kwanza unahubiriki ikienda wapi? Unahubiria watu pokea, lakini amekunja mikono. Ni neno la Mungu. Nikikuhubiria upokea, unafaa kupokea. Praise the Lord. Amen. Ukihubiriwa kitu fulani, at least tunafaa kuona change. Tukikuhubiria mambo ya maombi, tunafaa kuona ukiomba. Lakini lazima tu struggle. Wewe omba. Wewe kuwa serious omba. Yani sasa mimi nikujange instant niombe na kuambia ukuwe serious kuomba. Nitawahi omba lini mimi? Hallelujah. Amen. Pastor Kimani anang'ang'ana, wewe omba. Simama omba, wacha kulala. Omba. Na mimi niko hapa niombe pia.
Sasa anti tuko online. Online wanasikia kwani kanisa wanaambia omba omba. Watu. Sababu hawajakubali neno likae ndani. Ndio. Mtu ako na neno, kuna vitu huwezi msukuma kufanya. Yes. Anajielewa. Ndio. Haleluya. Amen. Anajielewa. Ukiwa kwa neno ukiwa na neno kuna vitu hadi unafaa kuaddress. Yes. I'm sorry to say this, lakini kuna vitu mnapigianga reference simu mkimwambia anacheka hata before hata kuomba. Atakwambia nitaomba tu, lakini anacheka kwanza. Yes. Sababu amekufunza, umefundishwa, yeah. At your level kuna vitu unafaa kuaddress. Yes. Praise the Lord. Amen. Sasa nyinyi mmefanya tubaki ile level ndogo tu. Tunafaa kuwa tuna address vitu kubwa. Yeah. Wewe msituzuie kwenda. Wana wa Israeli walizuia Musa kufika. Hakufika. Yeah. Si yeye alisababisha kutofika. Yeah. Alizuiliwa na alikuwa na wao. Yeah. Sawa, pia unataka kutuzuilia kufika. Wacha utoto. Yeah. Mimi hautanizuilia, nitakuachanisha na huko na niende. Yes. Hai? Kwani tutakuhubiria mpaka lini ubadiliki? Hautaki neno, yeah. Hautaki maombi. Yeah. Yaani umekuwa Mkristo sumbua. Mkristo nini? Sumbua. Ukiona nyuki inarandaranda basi kuna manyuki za Wakamba. Manyuki za Wakamba zimekuja, pastor omba tu. Omba, ongeza maombi moto. Ukisikia panya kwa mabati, woi pastor, kuna kitu. Hata utakiakate simu na ako kwa usingizi ni saa 8. Atakuombea akiwa na usingizi ama atalala. Pastor omba, nimesikia kuna paka mweusi tititi. Nimeona akipita kando yangu. Pastor omba. No. Kuna vitu zingine unafaa kuaddress wewe. Unafaa kuwa na mamlaka. Yes. Neno la Mungu linakupatia nguvu. Neno la Mungu linakupatia power. Yes. Hey. Yes. Linakupatia authority to address. Yes. Sasa shinda wewe utaki neno. Ndio. Unataka tu maneno. Wacha maneno sikuje ya mushene. Yes. Woi hapo nje ya chacha hapo. Yes. Unajua yule mama, unajua yule mzee, unajua Pastor Kate. Yaani umejawa maneno. Wewe toa maneno, toa maneno. Hey. Toa maneno upokee neno. Amen. Toa maneno upokee neno. Amen. Toa maneno. Yes. Yaani mushene tunasikizanga sana. Ndio. Lakini kwa mahubiri unalala. Ya. Lakini mushene. Oh, eti kuko hivyo. Eti akaenda. Yes. Eti akafanya. Ndio. Imejaa, lakini neno alina mahali pa kupenya. Ndio. Kuanzia leo tutoe. We should empty our ones. Yes. Tutoe maneno, tupokee neno. Ndio. Neno likiingia ndani yetu, ndio, tunaanza kubadilishwa. Amen. Likiingia ndani yetu, ndio, tunaanza kubadilishwa. Amen. That's why personally na si kuringa, mimi kukua discouraged si haraka. Ndio. Sababu na kuanga na neno. Yes. Unajua discouragers ni wengi. Ndio. Discouragers. John chapter 5, I think verse 5 hapo ama 6. Yule mzee aliambiwa chukua mkeka uende. Alisikia neno la Yesu sana. Ndio. Alimwambia pick your mat and go. Na alikuwa akiwete miaka mingi. Chukua mkeka nenda. Kase kamebebana na mkeka. Akakutana na watu. Wewe leo ni siku ya Sabato. Yes. Na sheria yetu hairuhusu kubeba mkeka. Ndio. Hairuhusu kufanya kazi. Ndio. Na wewe kazi kubwa unafanya, ndio, ni kubeba mkeka. Yes. Kwa nini unabeba mkeka? Na sasa hiyo amebeba mkeka, habebi sababu yake. Ndio. Amebeba sababu ameambiwa beba. Ndio. Napenda huyu mzee sana. Yes. Hata kama angesahau vitu zingine zote, ndio, hakusahau neno la Yesu. Amen. Yesu alimwambia chukua mkeka ubebe na uende. Ndio. Alipofika wakamwambia kwa nini umebeba? Kwa nini umebeba? Ukikutana na watu watakuuliza, yes, kwa nini unafanya? Ndio. Kwa nini unaenda? Ndio. Kwa nini unaimba? Yes. Kwa nini? Ndio. Utaulizwa kwa nini? Lakini nashukuru Mungu.
hakukosa jibu. Alimwambia aliyeniponya ugonjwa yangu, aliniambia chukua mkeka na uende. Amen. Aliyeniponya ndiye aliniambia nibebe mkeka. Aliyeniokoa ndiye alinituma kuwa asha. Aliyeniokoa ndiye alinichagua kuwa mzee. Aliyeniokoa ndiye aliniweka kwa praise and worship. Aliyeniokoa alinipatia kazi kwa hiyo nduma. Usiniulize maswali. Yule aliniokoa, nimebeba neno lake. Amen. Hakuambia mambo mengi. Aliwaambia tu neno moja. Ndio. Yule aliniponya. Ndio. Aliniambia chukua mkeka na uende. Ndio. Hayo maneno yenu mtabaki nayo. Ndio. Hata kama mnaongea mtabaki nayo. Ndio. Yule aliniita. Hakuniambia nitashindwa. Yule aliniita. Aliniambia nisiogope. Atakuwa pamoja na mimi. Yule aliniita. Aliniambia sitakufa kabla nitimize ndoto zangu. Yaani amebeba neno langu. Amen. Na ile neno alisema juu yangu litatimia. Amen. Kwa hivyo hiyo ndio sababu inafanya watu wanachoka haraka. Watu ambao wamekosa neno wanachoka haraka sana. Lakini wale watu wamekubali neno likae ndani, hauwezi ukachoka haraka. Ukipatana na shinda number 1, unakumbuka Bible verse number 1, ina address hiyo shinda. Wakati Yesu alikutana na shetani, shetani akamwambia imeandikwa. Naye alikuwa the same verse. Alikuwa na neno la Mungu. Alikuwa na neno la baba yake. Akamwambia shetani, na imeandikwa. Shetani, imeandikwa. Hautaishi tu kwa mkate, bali kwa neno litokacho kwa kinywa cha Mungu. Amen. Tutaishi kwa hilo neno. Ukiona mapepo una address. There is no story. Hata deliverance inakuanga ngumu. Wale tunaombea deliverance hawana neno. Naangalia Mary, sababu Mary alitumika kuliko Martha. Martha anatajwa mara chache sana kwa Biblia, sababu kazi yake ni kusumbuka kwingi. Kusumbuka kwingi. Hata wakati watu wanaomba, wewe tu unasumbuka. Biblia reference imekaa vizuri, sijui imekaa vizuri, hii unasumbuka sana. Na ndani yako kutabaki empty. Asha, usisumbuke sana. Tumika ukilani. Tumika ukiomba. Tumika ukireceive. Lakini ukitumika tu bila kureceive, utaisha. You will be empty. Unafaa kukaa kama intake. Intake inapokeanga maji ikipeleka. Ikipeleka peke yake bila kupokea inaisha, inabaki empty. You receive as you give. And you cannot give that which you've not received. Hawezi ukapatiana kile hujapokea. Bwana asifiwe. Amen. Yesu mwenyewe alikuwa anatoroka wanafunzi, anaenda anajificha, anaenda kureceive kwa baba yake. Mara nyingi sana wanafunzi walimtafuta wakimkosa, kumbe alikuwa amejificha. Akarudi kwa power room. Yani power room, kujiongeza power, kujienergize more. Akitokelezea hata mapepo ikimuona inatoroka yenyewe. Tunahitaji turudi chemba, tujijaze na power ya Mungu. Tukitokelezea hata mapepo ikituona inatoka yenyewe. Mary ametajwa mara mingi sana kwa Yesu. Kama kuna mwanamke ako kwa Biblia, na huyu Mary ni yule Mary mmoja aliyepaka Yesu mafuta kwa miguu yake. Alikuwa na mapepo 7. Na kutoka hiyo time alikombolewa mapepo 7. Hakukataa tena kukaa kwa miguu ya Yesu. Huyu ndiye aliona Yesu mara ya kwanza after resurrection. Yesu akisulubiwa msalabani, huyu alikuwa hapo. Yani alitumika sana sababu ya kupokea. When you are empty you cannot serve. Wakati uko empty you cannot serve unless you receive first. Tukubalini neno la Mungu ndani yetu. Tukubalini neno la Mungu likae ndani yetu. Amen. Wakristo tukubali neno la Mungu likae ndani yetu. Hili neno likikaa ndani yetu, vitu vikubwa vitaumbika ndani yetu. Amen. Sababu
vitu vyote viliumbika kwa neno. Amen. Hata sasa tunaweza tukaviumba. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Wale manabii walikuwa wanatumwa. Ndio. Alikuwa anasema and the word of God came to me. Yes. Ezekiel anasema neno la Mungu likanijilia, Ndio. likanipeleka katika nchi ya mifupa mikavu. Ndio. Bonde la mifupa mikavu. Yes. Kwa neno akaenda pale na akaambiwa ongelesha mifupa neno. Ndio. Na akaongelesha kupitia neno, mifupa ikarudiana. Yes. Na nyama zikaingia ndani yake. Ndio. Kuna vitu unaweza badilisha kupitia neno. Amen. Ukiomba kupitia neno, Ndio. unaweza ukaondoa shinda fulani. Ndio. Unaweza ukaondoa magonjwa. Ndio. Unaweza ukaondoa taabu. Ndio. Lakini kwa neno la Mungu, Amen. tunahitaji neno la Mungu. Yes. Si likae kwa wengine, Ndio. lakini likae ndani yetu. Yes. Litubadilishe. Ndio. Na libadilishe hali zetu. Yes. Mungu amani awabariki sana. Amen. Wow, 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 wow.